12 mwaka 2025. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Ouma. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba serikali ya Kenya na ile ya Marekani zimetia sahihi makubaliano ya ufadhili wa dola bilioni 1.6 kwa ajili ya kuimarisha sekta ya afya ndani ya kipindi cha miaka 5 ijayo. Akiongea mara baada ya kutia sahihi makubaliano hayo mjini Washington DC, Rais William Samoei Ruto alishukuru serikali ya Marekani na kuahidi kuwa fedha hizo zitatumika kupeleka vifaa vya tiba vya kisasa hospitalini, kuboresha utoaji wa huduma, kuongeza ufanisi wa utendakazi pamoja na kuendeleza mpango wa bima ya afya kwa wananchi wote humu nchini Kenya. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. We hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world. Na kwingineko ni kwamba serikali ya kitaifa itaanza mara moja kuendesha kampasi mpya 18 za chuo cha mafunzo cha tiba humu nchini almaarufu KMTC katika maeneo mbalimbali nchini. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye aliongoza hafla ya mahafali ya 94 ya KMTC alitangaza kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 1 ili kuongeza nafasi za udahiri kwa wanafunzi hao. Aidha alisisitiza kuwa KMTC ina nafasi muhimu katika kukuza wataalamu wa afya na wahudumu wa jamii ambao ni nguzo kuu katika utekelezaji wa huduma ya afya kwa wote. Vile vile Naibu Rais alibainisha kuwa serikali itaendelea kuwasaidia wanafunzi hao wa KMTC kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu HELB ili kuhakikisha kuwa vijana wengi nchini wanapata nafasi ya kusomea taaluma za matibabu humu nchini. Waziri wa Hazina ya Taifa, Waziri wa Afya, Waziri wa Elimu, wiki ijayo naenda kukutana nao ili tuwapatie jibu, kwa sababu mimi najua ya kwamba na nimesawishika ya kwamba wanafunzi wa KMTC lazima tuanze kuwa support kupitia HELB. As a ministry, we are very proud of Kenya Medical Training College. For nearly 100 years, KMTC has been the college of choice. KMTC graduates constitute over 80% of human resources for health for this country alone. And every year, we send over 5,000 graduates from Kenya Medical Training College to work in other countries. Na kwingineko ni kwamba baadhi ya mashirika ya kiraia katika kaunti ya Kwale yameripoti ongezeko la matukio ya ulawiti dhidi ya wavulana humu nchini, na yanasema kuwa swala hilo linapaswa kupewa kipaumbele hasa dunia inapoadhimisha siku 16 za kampeni dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kwamba si kina dada na mama peke yake ambao kwamba wanapata dhulma, lakini pia kuna wanaume ambao kwamba wanapata dhulma. Cases za sodomy, yani vijana kubakwa kwa nyuma maumbile yao, pia zimeanza kukithiri hapa Kwale County na tuseme mtandao mzima wa Coast Region. Kwa hivyo tunakemea
dhulma za aina yoyote. Kama ni mtoto haendi shule kwa sababu ya jinsia yake, kama ni mtoto apewe nafasi ya kazi kwa sababu ya jinsia yake, kama kuna mtoto ananyimwa freedom fulani kwa sababu ya jinsia yake. Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu sodomy sodomy imekuwa ya juu sana. Jambo ambalo sana sijui kama government kwa sasa wameanza kuitilia maanani, lakini ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa, especially kwa sababu unapata yule ambaye anakudhulumu ni mtu ambaye anataka kukupatia kazi kwa mfano, ama mtu ambaye akona naitwa nini, authority from you, ndio maana anakudhulumu. So tumeona hizo ni mambo ambayo yamekuwa ya juu sana, na ndio ni nafasi pekee ambapo utahamasisha jamii na itaelewa umuhimu wa haki na kwa nini dhulma za kijinsia hapo nyuma zimekuwa zikikithiri, na pia kuambia jamii kwamba wasinyamaze in case of anything. Na kwingineko ni kwamba wanaharakati wa haki za kibinadamu wameonya kuwa demokrasia ya Kenya iko katika hatari kufuatia chaguzi ndogo wa Novemba 27 mwaka huu. Ripoti mpya ya haki za kibinadamu inawatuhumu maafisa wa serikali, vyombo vya usalama na baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuhusika na furugu na vitisho, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na visa vya rushwa katika maeneo 22 ya uchaguzi huo. Ripoti hiyo pia inataja kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeshindwa kuhakikisha uwazi na uaminifu wa uchaguzi, hivyo haiwezi kuaminika kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. We have currently just 20 months, actually 20 months to the next election. And the concern is with what we saw last week, then the level of preparedness towards the next election is not adequate enough, looking at what happened in the by-elections and all the cases of violations and infractions, and the inability of the institutions which are charged with responding, their inability to be able to act very decisively. If then there's not going to be proper oversight and also accountability around what we have witnessed in the by-elections, and also possibly what we have witnessed in the previous elections, then it also means then what we are going to see in 2027 is also going to be extremely devastating. Na kwingineko ni kwamba mbunge wa Kasipul Boyd Were ameahidi kuwatumikia Wakenya wote kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mdogo uliokamilika hivi karibuni wiki iliyopita. Ameapa kusimamia ukweli, haki na heshima, huku akihimiza uponyaji wa maridhiano bila kutafuta kisasi. Vile aliwaheshimu wale waliopoteza maisha wakati wa kampeni na akatoa wito wa kusitisha machafuko. Aliwalai ama amewaalika Wakenya wote kushirikiana naye katika safari ya kidemokrasia inayotawaliwa na fikra pefu na sauti ya mwananchi wa kawaida. Honorable Speaker, I rise on the shoulders of generations before me, but I also rise carrying the fire of a new generation that refuses to be silent. Gen Z is rising, grateful for the government's commitment to growing our GDP and strengthening our economy, yet yearning for something deeper. A Kenya where national progress is measured not only in numbers, but in human dignity. We dream of a country where every young person can access decent work, earn a fair income, and support their family with pride. We seek accountability, transparency, and zero tolerance to corruption. A Kenya where public institutions are trusted, where integrity is non-negotiable, and where justice is not a privilege but a right. We long for a nation where opportunity is fair, governance is humane, the environment is protected, and where success is guided by a gross happiness index. A society where citizens are not only economically active, but emotionally safe, socially supported, and able to breathe freely in their own country. This is the Kenya Gen Z believes in. This is the Kenya we are ready to build. Honorable Speaker, my father was not simply taken by fate. He was killed. And as a son, I stand here with a heart that still seeks answers. Honorable Speaker, when my father was taken from us, the wound cut deep. But that was not the first grave I learned to stand beside. The orphan they thought will break. The boy they expected to fade quietly into grief. But I rise today
carrying their names on my shoulders and their strength in my bones. I seek no revenge. Revenge cannot raise the dead, cannot comfort a grieving family, and cannot build a nation. Instead, I seek healing, reconciliation, and an end to the cycles of violence that have stolen too many fathers, mothers, and children from this country. Today, I honor not only my father, but all those who lost their lives in the violence witnessed during the campaigns. Their memories must strengthen our resources. Na tunapozidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 12 baada ya saa 7 mchana, na hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za mpasho saa 7 leo hii, kwamba ni Ijumaa ya tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2025, na kuaga tu ila tupatane hiyo kesho katika taarifa za weekendi Jumamosi, na bila shaka katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, ambako tutakuwa na mazungumzo maalum naye yule ambaye ni mwakilishi wadi wa eneo wadi lile la Masimba, ambaye anajulikana kama Pos Mairura. Bado tutakuwa na kikao maalum ama mazungumzo maalum naye hapo kesho jioni. Basi kwa heri kwa sasa. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Lucas Uma, bila kumsahau Mike Nyawoka ambaye ni Simba kutoka eneo hili. Anasema kwamba anafuatilia akiwa pale Nairobi matangazo yetu moja kwa moja katika mtandao wetu wa YouTube. Kwa heri na Mungu awe nanyi hadi tutakapoonana tena.